Hello, mambo vipi? Karibu katika kipindi chako cha The Comment, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa majira saa 11 za jioni katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Sau TV. Na leo hii tuko na mada mezani isemayo, je, kati ya mwanamke na mwanaume nani anayestahili kupiga goti wakati wa uchumba? Utakuwa nami Christina Baton tukapate kuwasikiliza wadau wakitoa comment zao. Dada, mambo vipi? Poa. Uko fresh? Niko poa kabisa, sijui wewe. Niko poa kabisa. Swali langu ni moja tu. Je, kati ya mwanamke na mwanaume nani anastahili kupiga goti wakati wa swala la pete, kuvalishana pete ya uchumba? Hapo mwanaume bana. Kwa nini mwanaume? Kwa sababu yeye ndo anataka mtu. Wote tunataka, lakini he's most wanted, kwenye anataka mtu wa kuwa naye kwenye maisha. Kwa hapo mimi mwanaume ndo anatakiwa apige goti. Haya, kwa mfano inshallah kombeleni tena ndo nishajaliwa. Swala la kuvalishana pete ya uchumba. Wewe hutaweza kupiga goti? Hapana, lazima nipigie yeye bana. Mimi siwezi. Kwa huwezi kuharibu brand? Siwezi kushusha brand yangu. Asante sana. Kaka, mambo vipi? Kama kaa. Uko fresh? Niko fresh. Uko poa? Sijui. Namshukuru Mungu si jambo. Mimi niko na swali moja kakao. Je, kati ya mwanamke na mwanaume nani anastahili kupiga goti kwenye masuala ya kuvalishana pete ya uchumba? Mimi nahisi ni mwanamke. Kwa nini mwanamke? Kwa sababu kutengeneza ile respect, heshima, kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume tunapenda sana kuheshimiwa pale ambapo unapokuwa unavalishwa pete au hata wewe mwenyewe unamvalisha pete, inaonyesha ile heshima fulani hivi katika jamii sasa hivi. Akigoma mwanamke anataka wewe umpigie goti. Sasa hapo ndio mengine satafuata, lakini kwa maoni yangu mimi naona ni mwanamke ambaye yeye ndo anapaswa kuonesha heshima, kushuka chini, kwa sababu mwanaume siku zote anapaswa juu. Mimi nashukuru sana kaka. Shukrani sana pia. Hapo mtu ambaye anastahili kupiga goti kwa upande wangu ni mwanamke. Kwa nini mwanamke na sio mwanaume? Kwa sababu mwanamke anapopiga goti ile ni heshima kwanza, kumheshimu yule ambaye amekuja kufanya nini? Kukuchumbia au kuvalisha pete. Kitu kama hicho. Kwa hiyo mwanaume akipiga goti, je, hiyo sio heshima? Hapana. Hapana, kwa nini? Tunasema tuishia kusema mwanamke inabidi apige goti, yani kuonyesha kwamba ile heshima, mpaka mtu yani ameamua kuja kukuchumbia, inabidi kwanza urespect. Hicho ni kitu muhimu. Mimi nashukuru sana. Okay, shukrani. Mimi kwa upande wangu naona mwanaume ndo anastahili kupiga magoti, kwa sababu yani tunaona siku zote kwanza mwanaume ndo anayeanzisha mahusiano. Kwa hiyo yani mimi naona umuhimu mkubwa sana hapa upo. Upande wa kupiga magoti ni swala la mwanaume na sio mwanaume, yani na sio mwanamke, kwa sababu mwanaume ndo anakuwa anafanya kama anamuomba huyo mwanamke wawe kwenye mahusiano. Kwa hiyo mimi naona ni swala la mwanaume linatakiwa kupiga magoti na sio mwanamke. Kwa hiyo mwanamke yeye anakuwa haombi kwa kwenye mahusiano? Mwanamke ndo anafaa tu, sio mwanamke atapigaje magoti kwa sababu yeye anafaa tu. Mimi nashukuru sana. Je, kati ya mwanamke na mwanaume nani anastahili kupiga goti wakati wa uchumba? Kwa ninavyofahamu, ambaye anastahili kupiga goti wakati wa uchumba ni mwanamke. Na kwa nini mwanamke? Kulingana na vile najua, kulingana na Biblia, mtu wa kwanza kuumbwa alikuwa ni mwanaume, then akafuata mwanamke, ambako hii inanipa kigezo cha kusema kwamba mwanamke anatakiwa kupiga goti. Kwa nini? Mwanaume ndio wa kwanza kwenye mamlaka, kwa kivyo vyote vile anapaswa kuwa na mamlaka. Mwanamke anatakiwa kunyenyekea, na hata ukisoma kama sijakosea, namba ni koti hapa kwenye Timotheo wa kwanza 2:12, anasema mwanamke amtii mwanaume. Kwa hiyo katika kumtii huko ndio kunaambatana na hiyo hali ya unyenyekevu. Lakini pia ukirejelea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Lakini ukienda mbali zaidi kwenye Mwanzo sura ya pili ukianza mstari wa 15, Biblia inasema kwamba akamuumba, ukianza ule mstari wa 7 sura ya pili anasema akamuumba mtu mume kutoka katika mavumbi. Then ukija sura ya pili kuanzia mstari wa 14 kushuka chini, anaongelea anasema kwamba baada ya hapo huyo mwanaume akaendelea akafanya 1 2 3 hivyo zikaendelea pale, baadaye ndiko akaja akatolewa mwanamke. Kwa huyu mwanamke ndio akaja kuwa nafasi ya pili ama sehemu ya pili ama mbadala wa Adam. Kwa huyu mwanamke kivyo vyote vile
lazima atakuwa anasikiliza maelekezo kutoka kwa mwanaume. Kwa nini? Mwanaume alikuwa ni wa kwanza kupewa maelekezo. Kwa hiyo kwa namna hiyo ama kwa tafsiri hiyo, mwanamke anapaswa kunyenyekea na kumsikiliza mwanaume. Kwa hiyo tukija kwenye swala la unyenyekevu, mwanamke ndo anayepaswa kupiga goti. Sijasikia hapo, umesema? Tukija swala la unyenyekevu, mwanamke ndo anayepaswa kupiga goti. Kwenye unyenyekevu hapo ninaweza nikasema ni wote. Lakini kwenye hiyo nafasi ya uchumba, mwanamke anatakiwa kupiga goti. Mimi nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji, kama ulipata kusikia comment za wadau wakieleza nani wa kupiga goti, je, ni mwanamume au mwanamke wakati wa swala zima la uchumba. Na kufikia hapa sina la ziada. Hii ni The Comment, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa majira ya saa 11 za jioni kupitia mitandao ya kijamii South TV TZ, huko TikTok, YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Kufikia hapo sina la ziada. Jina langu ni Christina Barton, tukutane tena kipindi kijacho.